Watanzania wenzangu ambao mnafuatilia mtandao wa Instagram, kama wiki 2-3 zilizopita kuna habari ilikuwa ikizagaa sana mtandaoni ikimhusisha binti anaitwa Violet. Wengi walinitagi pale kwamba Pili, umeona hii, umeona hii, umeona, na mimi niliona nika-comment, nikasema yuko wapi? Wengi wakawa wanasema ni Violet wa Matonya kwa sababu na yeye jinsi ambavyo alijitambulisha kwetu kwamba ni Violet yule ambaye aliwahi kufanya video na msanii Matonya. Lakini baada ya kufuatilia kwa kina na kuwasiliana na yule mhusika mwenyewe ambaye ndiye haswa aliyefanya video na Matonya, tukagundua huyu ambaye tunaye hapa mbele si Violet yule aliyefanya video na Matonya, bali ni binti tu ya Kitanzania ambaye amekutana na changamoto za kimaisha na anasema yeye kwamba jina lake la ukweli ni Violet. Kwa baada ya kupata meseji nyingi sana, tukaona tumsaidie huyu binti. Na nakumbuka Mr. wangu mimi alinitagi kwenye posti moja, akasema bana, tumsaidie huyu, haijalishi awe ni wa Matonya au sio wa Matonya, lakini kikubwa tumeamua kumsaidia, na sisi kazi yetu ni kusaidia watu. Kwa hiyo tukasema ipo siku tutafunga safari na kuja kwa lengo moja la kumsaidia. Bahati nzuri zaidi yeye mwenyewe ana utayari mkubwa sana wa kusaidiwa. Kwa hiyo tuko hapa na ndugu yetu huyu Violet hapa. Yeye yuko tayari kusaidiwa na nimeamua kufunga safari, niko na mzee wa mastori. Huyu ndio ambaye alimuibua huyu. Haijalishi kwamba ni yule Violet wa Matonya au si Violet wa Matonya. Muhimu Violet, kama unatusikiliza, jina lako au ule umaarufu wako unatumika kumsaidia mtu mwingine, kwa sababu tumemtambua baada ya yeye kujitangaza hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni nafasi nzuri ya Watanzania wengine kumuona na sisi tumemuona. Kwa hiyo tunaamua kumsaidia. Haimaanishi mpaka sijui angekuwa Violet wa Matonya ndo tungefika hapa, no. Sisi tunasaidia Watanzania wote. Kama mnavyofuatilia mtandao wa kijamii, wanasaidia watu wengi sana ambao wengine ni maarufu na wengine si maarufu. Kwa hiyo tuko hapa na mzee wa mastori pamoja na timu yangu yote ili kuweza kumchukua Violet wa Matonya. Sasa Violet, tumezungumza kidogo tukiwa ndani. Nataka kufahamu kwamba nitakapo kuchukua yule mtoto mdogo, tutaondoka naye, tutazungumza na watu wa ustawi wa jamii tuone hii imekaaje. Lakini nataka kufahamu kuhusu yule mtoto mkubwa. Jirani atakubali kuendelea kubaki naye pale kwake? Inabidi baadaye hapa nitoke nikamuulize kwamba atakubali au asikubali, lakini ana roho ya kinyama, na maana anaweza kukubali au asikubali kwa sababu mwana kaingia mwaka huu hapa. Ameingia huu mwezi wa kwanza. Lakini Violet, mpaka jirani amekubali kusomesha mtoto wako, maana yake sidhani sana lala kule anaishi kule. Anakula wapi? Na mwana wa kiume. Kama siku anakula huku, si wengine yeye mwenyewe anasema nakula kule, anakula na mwanae kule. Mimi na imani kubwa jirani atakubali, kwa sababu huyu jirani tunayemzungumzia hapa ni jirani ambaye amekubali kumchukua mtoto wa huyu ndugu yetu na kukaa naye ndani kwake na anamsomesha yeye. Kwa hiyo sidhani kama atakataa kubaki na huyu kijana, sio? Kwa hiyo mimi naamini kabisa atakubali na tutaendelea. Wewe una utayari kiasi gani wa kuachana na ulevi? Hivyo wote vile. Upo tayari kabisa mbele ya Watanzania wenzetu kubadilisha maisha yako? Niko tayari. Umechoka? Nimechoka tu hata mimi. Nimechoka. Hivi ikitokezea siku mboga hapa kwenye bustani hakuna na hakuna chochote cha kuingizia fedha na una watoto wadogo, huwa maisha yanakuaje? Unapata wapi chakula? Na kazi za kufanya kwa watu huko, naenda nafulia nguo zao, naoshea vyombo, wengine kwa mama ntilio huko, basi napata hela ya kula, basi nakuwa na mwanangu. Leo toka asubuhi tumekuta umelala. Leo toka asubuhi umepata kiasi gani? Kwa hiyo mimi kusema kweli sijaenda, ila walikuja hapa matembele 1000 ndio wao nimeenda kununua unga, nimesonga ugali saa 5 ndio mpaka sasa hivi. Kwa umesonga ugali na nini? Nilinunua maharage ya kupima 500 ndio nimekula na mengine kidogo amebaki. Kwa ulinunua maharage ya kupima 500 na unga nusu 500 unapata unga nusu unga nusu 500 na maharage ya 500 buku imeisha ndio hiyo.
Yule mzazi mwenzio hajawahi hata kuja kutafuta watoto, kujua maisha yenu mnaishi vipi? Hajawahi kutafuta watoto, hajawahi kufanya hivi. Yeye yuko kashaondoka kwao kijijini. Sijajua kama yuko kijijini au kwa Dar es Salaam hii. Hebu naomba uniambie, mimi nakuachia nafasi ya kujieleza. Ndugu yangu Violet. Wewe ulitokea wapi? Yaani baada ya kabla ya kusaidiwa hapa na mjumbe wetu Christopher, wewe ulitokea wapi? Wewe ni mwenyeji wa wapi? Ili hata ndugu zako ambao hawajakuona kwa muda mrefu waweze kukuona. Mimi nimetokea Mbeya. Nikaja kufanya kazi za ndani huko, watu wenyewe mabosi wasumbufu, ndio maana nikawa nahangaika tu kwa kukaa, ndo kaka yuko kanichukua ndo kaniweka hapa. So mimi na maana vyumba vyote hivi tunakaa tu bure, hatuna tulipe hata hela wote hapo. Ulitoka Mbeya mwaka gani? So mwezi huu wa 8. Mwezi huu hapa. Kwa hiyo ulikuja kufanya kazi ukiwa na watoto wako wote wawili? Yule mkubwa ni naye hapa, nikuja na nini na huyo na yule mkubwa ni naye na huyo ni naye, na kipindi hicho ndo mwenzangu ni naye. Kwa nitoroka ndo kimbembe kimelia, ndo nakaa peke yangu. Kwa unataka kuniambia wewe una miezi tu kadhaa hapa da? Na miezi, yani sio miezi mingi, na kama nina mwaka hivi, kama miaka kama 2. Yani kwa nangangaika tu huko kabla hata sijafika hapa. Baada ya kupangaika huko ndo kuja ndo hapa ndo nikafikia hapa. Kwa hiyo hawa watoto wako uliwapatia ukiwa Mbeya? Hawa watoto nimewapatia hapa watoto. Huyo mtoto ana miaka mingapi? Yupi? Yule mtoto mkubwa, yule mtoto mdogo ana miaka na umri gani? Hayo ana miaka 2, ana miaka 2.5. Miaka 2.5 pale. Kwa hiyo tuseme wewe una kama miaka 3 hapa. Hapa da. Sisemi hapa kwenye mji hapa Dar es Salaam. Mimi hapa ndo kama na miaka 3 kwa sababu sina muda sana kukaa hapa. Sawa sawa. Kwa upo tayari kwenda Kigamboni kuanza maisha mengine? Hautasumbua kwamba wewe nimerudi, nataka kurudi kule nyumbani kwangu, nimemkumbuka nimekumbuka mji wangu, hautasumbua? Nikienda Kigamboni? Ndio sijaelewa. Sisi tuna kituo Kigamboni. Kwa hiyo inabidi tuondoke ukaishi kule ili uache ulevi kwanza. Alafu ndio maisha mengine yaendelee. Kuna kituo cha kwenda Kigamboni, ni kwenda kukaa kabisa huko moja kwa moja? Ndio, unaenda kukaa huko moja kwa moja. Haya, nitajifikiria. Baada ya muda fulani, ndio ujifikirie. Kwa sababu umesema uko tayari kwa matibabu. Niko tayari lakini kwa nijifikirie. 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 Yaani hapasi, yani anatakiwa tuondoke na jibu, kwa sababu sisi tumefunga safari kutoka Kigamboni kuja mpaka hapa. Lengo ni moja tu, kuondoka na Violet kwenda kukusaidia. Sio? Si ndio? Yani haya maisha unaoishi upaswa kukaa na mtoto, unapaswa kubadilisha maisha yako, sio? Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unapenda kulima, na hata ukiwa pale kwenye matibabu utapata nafasi ya kulima, utapata nafasi ya kutengeneza bustani. Kwa sababu wewe ni mchapakazi, wewe si mtu Mjumbe Christopher Nsalu, shina namba 1 Yombolelini. Sawa. Nani mjumbe? Huyu ndugu yetu kama ulivyoona ametrend tena kwenye mitandao, na tukaona tuguswe na matatizo yake, tuje hapa kuzungumza naye. Lakini mimi kilichonifurahisha kwamba kuna mwanadamu mwingine mwenye roho ya upendo ambaye ni wewe mjumbe, uliamua kumstiri huyu na watoto. Ni jambo la kiungwana sana. Mwenyezi Mungu akulipe. Yaani mjumbe, haijalishi umemstiri kwenye mazingira gani, haijalishi. Yani muhimu tu amepata sehemu ya kujiweka ubavu na wanae, ni jambo kubwa sana. Yani kwa hili mjumbe bwana, Mwenyezi Mungu akulipe sana. Ni binadamu wachache sana wenye moyo kama wakwako ambao wanaweza kufikiria watu wengine. Huyu ulikutana naye vipi? Huyu nimekuta katika mazingira magumu. Tu analala kwenye nyumba ambazo nimemkuta katika mazingira magumu kwa kweli. Maana mtu ukimkuta sehemu analala tu na mtoto, mimi kama ni mjumbe inabidi nichukue jukumu zito, kwa sababu mimi kazi yangu ni kusaidia jamii. Yaani wewe ndio kiongozi kusaidia jamii. Kama ikupendeza, pendo kakae sehemu ambayo kidogo unaweza kujikimu kidogo kimaisha, kuliko ni kukaa katika mazingira magumu.
Sawa sawa. Kwa nikachukua moyo wa huruma kama wewe. Kama kuna mtu mwingine naye mwenye moyo wa huruma kama wewe, basi ajitahidi kumsaidia. Watanzania wajitokeze kwa wingi wamsaidie kwa sababu. Kwa hiyo mjumbe, wewe ukasimama kwenye nafasi yako kama kiongozi kwamba siwezi kuona mtoto mdogo yuko na mama yake alafu amekaa kwenye mazingira hatarishi, twende ukajihifadhi pale. Ni jambo jema sana. Hicho nilichofanya mimi. Nikaona ngoja nimchukue mstiri kwa sababu mtoto ni mdogo. Sawa sawa, ni kitu kizuri. Sasa baada ya wewe kumsaidia akiwa yeye na mtoto, na sisi tumejitokeza kumsaidia ili aweze kuachana na ulevi, aweze kuwa mtu mwingine, aweze kuanza maisha mengine. Sisi tumeamua kumsaidia kama Mtanzania mwenzetu, kama mtu ambaye tumeona ana tatizo na tumeona hapana, tusiishie tu kumzodoa mtandaoni, watu wanasema hivi no. Tuchukue hatua zaidi. Huyu ana nafasi, bado binti mdogo, ana miaka 27, bado ana nafasi ya kubadilisha historia ya maisha yake. Huyu ni mama mzuri, anakaa na pamoja na shida zake zote, lakini anakaa na wanae. Una lipi la kumshauri huyu? Mshauri tu kwamba kama kuna mazingira ya pombe achane naye, ili aweze kupata msaada kwa utulivu, atulie, aweze kufanya biashara. Kama kuna mtu atakayetokeza kumsaidia, aweze kujikimu katika maisha yake, ili alee familia yake kwa upendo na amani. Sawa. Kwa hiyo umemsikia mjumbe. Kwa hiyo mjumbe, sisi hapa, yani huu mguu tulikuwa tumekuja na gari kabisa kwamba bwana tunakwenda kumchukua, tunaondoka naye. Na tulipofika tumemueleza, akakubali. Bwana sawa, mimi nimekubali kwenda kwenye matibabu. Lakini tena sasa hizi ghafla anasema ajifikirie. Unafahamu bahati waga haiji mara mbili kwa sababu kuna Watanzania wengi sana wanatafuta nafasi kama hii. Sasa hebu mshauri mjumbe, kwa sababu endapo ataikosa hii, pengine unaweza usiletee nafasi nyingine ikaja tu kwa namna nyingine. Wewe mjumbe unamshauri vipi? Mimi namshauri kwa lengo mliokuja, nashukuru kwamba ni nzuri na mnahitaji kumsaidia. Tuonyeshe umoja tu kwamba anapaswa kusaidiwa. Kama kuja na gari kumchukua mkamsaidia, itakuwa ni heri zaidi. Vitu vyake utamtazamia kwa sababu unaona ndani kuna vitu vyake, kuna kitanda chake, au ni vya kwako? Ni vya kwake. Kwa hiyo utamtazamia, atafunga chumba, utatazama. Kutazama vizuri au vikachukuliwa kufungua stock kwangu vitakaa. Siku akirudi atembea na chumba chake, au kama kuna wengine atamsaidia zaidi, itakuwa ni jambo zuri. Sasa mimi naona bwana wewe ukachukue tu nguo. Mimi usema kweli hapa mimi ningeondoka. Tunaona vyumba viwili. Wameniambia kwamba vai tuangalizie, ina maana wana baadhi ya funguo zangu za mimi. Huyu hawezi wakampa kwa sababu kaka mtu wa safari unasema, kwa sababu mjumbe anaitwa huko. Bila hivyo mimi ningeenda, lakini sasa watu wamenipa mjumbe atakaa na funguo. Yeye mjumbe si ndo kawapa watu waishi hapo. Na mjumbe ndo mko chini, yani wote nyie mko chini yake. Kwa hiyo ukimkabidhi funguo mjumbe yeye ataweza kuja kuwakabidhi. Na majirani wote pale wanashuhudia. Kwa hiyo wewe ukiondoka, mimi kwa idara ningeenda. Lakini sasa kusema kweli mazingira yangu unaona mimi kutoka tu sehemu ghafla kwanza sijaipanga vizuri, yani huwa hata mngesema hata siku nyingine mtakuja. Sasa unataka kujipanga nini? Yani wewe labda ghafla yani unataka ujipangeje, yani unataka kujipangaje? Kuna vitu tu dada vya kujipanga, si unajua? Si ndio? Kama nini? Utueleze sisi. Wala sisi hatukulazimishi. Nataka tu tujue unataka kujipanga nini. Mimi kama vile yule mdada yule mwenye mwanangu yule saizi hayupo. Saa 2 ndo narudi kazini. Ningetaka pia ningeongea naye kuhusu, kwa sababu mimi kule sipo hivyo na hivyo. Sio niondoke tu kurupu. Inakuwa yani sijamfanyia heshima. Sababu mwanangu yupo na yeye. Na anapokaa sio hapa karibu. Kule juu. Tabini kama naenda safari kama hiyo kukaa huko inabidi kwanza niende kamuombe yule dada. Mwanao si ndio naye mimi. Kuna sehemu nishachukuliwa naenda. Na maana mimi kule sipo. So niondoke tu kurupu. Sawa. Kwa hiyo unakuja uje uchukuliwe lini na mzee wa mastori? Mzee wa mastori aje akuchukue lini? Mzee wa mastori ni huyu, nipo naye huyo. Mimi nikienda tu pale kwake pale nitamwambia tu kwamba kaka. No, tujue. Yaani sisi unajua sisi hatukulazimishi. Tunataka tujue kama ni kesho, ni kesho kutwa. Unajua vai na mjumbe kiongozi nadhani nadhani msaada waga hauji mara bahati waga haijirudi. Nadhani wewe nilikuwa nakwambia bwana Violet kwenye comment kuna watu wanataka kufanya nini? Kunichukua Jumatatu.
kumsaidia. Kwa hiyo mimi mzee wa mastori, tukio nishalipeleka duniani, limeonekana na msaada wenyewe ndo huu hapa. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nimekileta duniani manufaa yake ndo haya. Kwa hiyo Violet mnamsikia kama yeye mwenyewe anavyosema, na yeye mwenyewe alikuwa anahitaji msaada na mjumbe uko unamwombea nini? Msaada. Na mimi mzee wa mastori kwenye comment, au ulikuwa tunahitaji msaada wa hela? Wewe ulikuwa unahitaji msaada wa hela au pia unahitaji matibabu? Mimi kwa maisha yangu nilikuwa nataka kama hivi yani nifanye biashara hivi maisha yangu niendeleze mwenyewe, sio ni matibabu. Sasa utafanyaje maisha wakati kuna kitu unakitumia pembeni? Si lazima kwanza upone, watu wakuone umebadilika, umerudisha, umekuwa vizuri, umerudisha afya yako, alafu kisha baada ya hapo ndo watu wakusaidie. Hapa naona vile nimetoka kuumwa, nilikuwa ninaumwa, ndio maana mwili hata hivi umepungua, nimetoka kuumwa. Interview zako zote umefanya ukiwa umekunywa, sio? Zote umefanya ukiwa haupo sawa. Sasa huoni kwamba ukiwa umepona, umekaa sawa, ndio itakuwa rahisi kwa watu kusaidia? Mimi mwili wangu utarudi tu, kwa sababu mimi hapa yani mambo unayosema wewe ya kusema kinywaji, yani na maana mpaka itokee shughuli, na maana kuna shughuli sehemu nimeitwa, na maana shughuli za wale hawafanyi vivi mpaka waenda vinywaji pembeni, ndio mimi pale, lakini sio nitoe langu mimi nikanunue kinywaji. Mimi bwana, kwa upande wangu nimemshawishi Vai ili aende kwenye matibabu. Lengo letu ni zuri kwamba tumsaidie aweze kubadilika na kuwa mtu mwingine, ili Watanzania wengine sasa waweze na wao kumsaidia aendelee mbele, kwa sababu huyu bwana nilichokipenda, ana bustani, yani ni mtu ambaye anaweza kufanya kilimo, maana yake kupata eneo kubwa, anaweza kufanya vitu vizuri. Lakini sasa ili zoezi naliacha kwa mzee wa mastori na mjumbe. Sawa, na nyie mkae kwenye nafasi yenu muweze kumshauri. Mimi niko tayari kumsaidia Vai, niko tayari kuwasaidia na wengine, wadada wengine ambao wana tatizo kama la Vai, ili waweze kupona na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Nilimwonea imani sana mazingira anayoishi na mtoto, uhakika pamoja kapewa hifadhi, lakini uhakika wa chakula, uhakika wa huduma za mtoto ni mgumu. Kwa hiyo nikaona hii ni nafasi nzuri aweze kuja kutibiwa, alafu baadaye arudi sasa akafanye maisha mengine. Kwa hiyo na nyie mnaweza kumshauri. Na mimi ninachoweza kusema Violet, mzee wa mastori, umenisononesha kidogo, kwa sababu watu wamefunga safari, wametoka mbali, na msaada tumeutafuta kwa muda mrefu sana, nikiomba usiku na mchana kwamba uweze kusaidiwa, na huu ndio msaada. Nadhani mjumbe ulikuwa unaona nilivyokuwa nakusumbua sana, na kupigia simu bwana, kuna watu wanahitaji wamsaidie, na hapa msaada Sister Pili alikuwa yuko busy sana, lakini amepata nafasi amekuja. Kwa hiyo ameacha mambo yake. Vai yeye anadai kwamba anahitaji pesa afanye kwamba biashara. Hakuna mtu ambaye anaweza kumpa pesa wakati akiwa kwenye hali kama hii. Kwa hiyo inabidi atoke kwenye hali kama hii, watu wamwamini ndio aweze kumsaidia mambo mengine. Kwa hiyo mzee wa mastori, na pia si lazima apewe pesa. Huyu ana uwezo wa kutengeneza bustani, mtu anaweza kujitolea akampa eneo ambayo pengine lina maji. Hata mimi naweza kujitolea kumpa eneo lina maji, akalima bustani, akazalisha, akafanya biashara na akauza na akatengeneza pesa yeye mwenyewe. Kikubwa ambacho tutamtafutia wateja. Kwa hiyo si lazima pia kutanguliza pesa. Yani kikubwa ni yeye mwenyewe kujua tu amesimamia wapi. Wewe mjumbe wa mtaa wa mwananchi wako umemsikia Violet, na wewe ulikuwa unamwombea usiku na mchana asaidiwe. Wewe unamwambia nini Violet kwa hili swala ambalo limemfikia nyumbani, anataka kulipiga kushoto, halirudi tena hiyo? Ile alipoomba kwamba amekuomba kwamba Jumatatu tutakuwa ready kuweza kuondoka. Kwa sasa hivi ni ghafla, kwa hiyo amekubali, hajakataa, akwambia ni Jumatatu kama ulimuelewa vizuri. Okay. Basi sisi tuseme tunashukuru sana, na mimi nawashukuru wa Tanzania. Swala lilishafika kwa sehemu husika, wameliona kama msaada atasaidiwa, basi tutaendelea kushukuru wa Tanzania. Violet yuko tayari kusaidiwa kama anavyosema yeye. Lakini leo msaada ulikuwa umekuja kabisa, achukuliwe aende. Jumatatu si mbali. Jumatatu sio mbali. Kama mtu ana nia kweli, Jumatatu mimi nakubali.
Jumatatu si mbali. Mimi nimekubali point moja kwamba ana mtoto wake mwingine mkubwa ambaye yuko kwa mtu. Kwa hiyo hawezi kuondoka bila yule mtoto kutengeneza mazingira yake kuwa rafiki. Pamoja ataondoka na simu ya yule mtu, namba ya simu, akiwa kule atapiga simu na nini, lakini na yeye anataka kama mama, ili moyo wake utulie, anatakiwa kujua yule mtoto wake mkubwa yuko kwenye mazingira gani, na yule mtoto ajue kwamba mama hayuko pale, atakwenda kwenye matibabu, sio? Na matibabu yenyewe si kwamba yanachukua muda mrefu sana, ni matibabu tu ambayo utakaa kwa muda fulani kisha utarudi kwenye maisha ya kawaida. Tunachokihitaji sisi ni kukuona unabadilika. Kunywa tu pombe si ni kiwaje, hiyo tu ni utetezi, lakini ukweli ni kwamba unahitaji msaada. Sawa? Na si wote huwa wanakubali msaada mara moja kwamba pap naondoka, no. Visingizio huwa vinakuwa ni vingi, lakini sisi hatutachoka sababu tuna nia kukusaidia na tutahakikisha tunakusaidia kwa faida yako na faida ya wale watoto. Kwa sisi tunakuacha mpaka Jumatatu. Sawa? Jumatatu sisi tunaondoka. Kwa hiyo Jumatatu mzee wa mastori atanipigia kisha mtakuja pamoja Kigamboni. Usiogope. Ni maisha tu ya kawaida kabisa. Utakutana na wanawake wengine. Mtoto wako atakuwa katika mazingira rafiki. Tutamweka kwenye shule ya chekechea. Asubuhi atakwenda shuleni. Sawa? Atashinda huko ili wewe uweze kufanya maisha yako mengine, alafu atarudi mtoto jioni saa 12 jioni ndo atarudi. Lakini asubuhi mtoto atakwenda shuleni chekechea, akakae huko ili na yeye mtoto apate nafasi ya kuishi kitoto. Sawa? Apate nafasi na yeye mtoto ya kuishi na watoto wenzie, afaidi utoto. Sawa? Mitihani sio ya kwako peke yako, haijakukuta wewe peke yako. Watu wengi tunapitia kuna mitihani. Lakini kikubwa ni kukubali na kuamua kubadilika. Sawa? Kwa hiyo Jumatatu, si ndio? Bwana sorry. Ndugu yetu ndo huyu na ameahidi kwamba Jumatatu ndo tutamchukua. Kwa sisi tunaondoka. Mimi na mzee wa mastori na timu yangu tunaondoka hapa Kiwalani. Kwa hiyo tutamfuatilia siku ya Jumatatu. Mwenyezi Mungu amsaidie. Mimi najua kufanya maamuzi si rahisi. Yaani kufanya maamuzi inahitaji kiukweli pia na sisi tumuombe Mungu amsaidie aweze kufanya maamuzi na aweze kuja kubadilika. Mimi naamini akishakaa huko wiki 2 atafurahi sana na atasema nilichelewa. Kwa hiyo kwa hiyo mimi naamini mzee wa mastori na kuachia kazi Jumatatu mbele. Na mimi niweze kusema niwaambie Watanzania na kushukuru sana dada Pili. Dunia wewe inakutambua. Dunia inakujua wewe ni nani. Na ujio wako hapa mimi nimeufurahia sana sana sana. Na ninawaambia Watanzania utamsaidia Eva. Kama anavyosema yeye ni Eva Violet wa rapa. Lakini utamsaidia. Mimi nashukuru sana kwa kuliona hili swala. Yeye tu, lakini msaada upo wazi kabisa. Jamani, Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Tushirikiane, upendo, tuonyeshane upendo, tuoneshane huruma, tuwasaidie ndugu zetu. Usimwache tu Vai au mtu mwingine anapita akiwa na mitihani alafu unachukulia poa. Tuwe na moyo kama wa mjumbe. Yaani mjumbe wa hapa huyu bwana Christopher aliona matatizo ya ndugu yetu hapa na lala nje na mtoto, kwa kidogo alichonacho akaamua kukitoa bila kujali atapata nini, lakini akaona ngoja niwastiri hawa. Leo hii anapata baraka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusiishie kuwanyoshea watu vidole na kuwasema vibaya. Tutafute namna ya kuwasaidia. Huu ndo upendo. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa upendo mkubwa sana. Tudumishe upendo wetu, tuendelee kuwa wamoja. Mwenyezi Mungu atuongoze. Asanteni sana.